Tumeungana na Kalonzo Musyoka. Tumeungana na Eugene Wamalwa, George Natembeya, Martha Karua na mimi Mandrigiji, si ndio? Na tumesema tutatoa kiongozi mmoja wa kupeleka Kasongo nyumbani, si ndio? Wakiamua ni Kalonzo Musyoka mtampigia kura. Wakiamua ni Natembeya mtampigia kura. Wakiamua ni Martha Karua mtampigia ni kura. Na wakiamua ni Rigiji. Wakiamua ni Rigiji. Kwanza wakisema ni mimi, nitakibisa hii mtu kama baisikeli ya kuimbiwa. Nitamutorosha kabisa, si ndio? Harambee! Harambee! Nchi yetu haitembei vizuri. Minister wa National Treasury ametangaza ya kwamba kuanzia Januari ile masomo tuliwachiwa ya bure na Mwai Kibaki haiwezekani tena. Sasa Januari watu ya secondary mjitayarishe kulipa. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu. Kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu. Biashara zote umeharibu. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? How? Within 3 years, you have destroyed a great country. Nchi ulipata nchi nzuri. Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta walifanya kazi. Umepata umeharibu kila kitu. Then unasema ati itakuwa kama Singapore. Kaimundu anatakuwa wanate. How? You know? So mimi nasema mimi sina ubaya na mtu yeyote. Na sina chuki. Mimi I have to do the right thing. Lazima Mungu anisaidie na viongozi wengine we liberate this country by getting rid of William Ruto and getting a new president who knows what he's doing. Najua wakati tumetengeneza serikali miaka mbili tuliitumia tukiongea maneno ya electric bikes. Kweli ama si kweli? Ati tunataka sijui tutakuwa tunaendesha pikipiki ya stima, magari ya stima. Tutatengeneza kila mahali ati ndio watu wachajie wapi? Ndio waende wachaji pikipiki zao hapo, magari zao hapo. Juzi amesema nini? Juzi amesema atazima stima. Amesema hata achaanza kuzima. Wakati wa ile serikali nyingine mimi sikuona stima zikizimwa. Juzi ametangaza ataanza kuzima stima. Na ameanza kuzima stima. Na kama ungekuwa umeingia kwa hiyo mtego yake, umenunua hiyo pikipiki ya electric, ungekuwa unachajia wapi? Ama utakuwa unachajia wapi? Sasa hii ukora ndio nawaambia, saa nyingine tunakaa na hatuangalii. Saa nyingine tunaangalia hatuioni. Lakini mimi nikisoma hii maneno Your Excellency, hii maneno ya stima, mimi nikiangalia ile ukora iko hapa ndani. Simulisikia haikutangaziwa hapa Kenya, ilitangaziwa Qatar. Ama hamkusikia? Maneno ati Kenya hakuna stima ilitangaziwa Qatar. Mimi nikiangalia hiyo statement, ile corruption na ile ukora iko hapo ndani ya hii maneno ya kukosa stima, nyinyi mtakuja kusema tukifika hiyo wakati.
Watoto tunawagojea. Hakuna watoto. Mmekubariki nayo. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũnyita ũgeni. Tafadhali kama uko hapo na ulikuwa umerejesha mtoto wako, ni vyema. Nchi yetu haitembei vizuri. Minister wa National Treasury ametangaza ya kwamba kuanzia Januari ile masomo tuliwachiwa ya bure na Mwai Kibaki haiwezekani tena. Sasa Januari watu ya secondary mjitayarisha kulipa. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu. Kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu. Biashara zote umeharibu. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? Within 3 years, you have destroyed a great country. Nchi ulipata nchi nzuri. Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta walifanya kazi. Umepata umeharibu kila kitu. Then unasema ati itakuwa kama Singapore. Kaimundu anatakuwa wanate. How? You know? So mimi nasema mimi sina ubaya na mtu yeyote. Na sina chuki. Mimi I have to do the right thing. Lazima Mungu anisaidie na viongozi wengine we liberate this country by getting rid of William Ruto and getting a new president who knows what he's doing.